Bismillahirrahmanirrahim. Leo tunaendelea na somo letu na leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza muthanna, jinsi ya kutengeneza vitu viwili. Baada ya kufahamu muthanna ni nini katika yale masomo ambayo tushayasoma. Kwa hiyo leo tutaendelea tukiwa tuwasoma jinsi ya kutengeneza muthanna. Mimi nataka nitengeneze muthanna uwili. Muthanna tulisema ni uwili, na hadhani ni muthanna inayoashiria ni jina ambalo linaashiria uwili ambao hupo katika sifa ya kiume. Yani hadhani lilmuthanna almudhakkar. Hadhani ni jina ambalo linaashiria vitu viwili au watu wawili wenye jinsia ya kiume, kama tulivyosoma katika somo lililopita. Kwa leo tutajifunza sasa jinsi ya kutengeneza. Mimi nataka niwaashirie watu wawili. Nitawaashiria vipi? Yani nitatengeneza vipi? Waingie katika hadhani, waingie katika sifa ya uwili. Yani watu wapo wawili, nataka niwaashirie, niseme wale watu fulani, au ni vitu hivi, ni vitu fulani, vipo viwili, nitaashiriaje? Nitatumia hadhani, ndio. Je, nitatengeneza vipi? Mathalan nikiwa naashiria kalamu, nitasemaje? Nitasemaje kwamba hizi ni kalamu mbili, au hivi ni vitu fulani? Nitasemaje? Sasa leo ndo tutaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza muthanna. Tumeanza na hadhani kwa sababu ndio ambayo imeanza katika somo letu. Hadhani tunapotaka kutengeneza uwili ni kuzingatia vitu hivi viwili. Ukitaka kutengeneza uwili uzingatie hivi vitu viwili, alif wa nun. Alif wa nun, uzingatie hivi viwili. Sawa, kwa mfano tukisema qalamu, qalamu, qalamun, qalamun, neno lolote linaloanza lazima lianze na dhamma, lazima liwe na dhamma. Lolote lile ukitaka kulizungumza kawaida linaanza na dhamma. Sawa, naanza na dhamma tena. Sasa hii kwa mfano hapa tumesema qalamu. Tunataka tuipeleke katika uwili. Tuipeleke hii qalam katika uwili, yani tuseme ziwe ni kalamu mbili. Tutasemaje? Tumesema unapotaka kutengeneza muthanna zingatia hizi herufi mbili mwishoni. Tumeona zipo mwishoni mwa neno. Sasa ukitaka kutengeneza muthanna utazileta hizi herufi mbili, alif wa nun, mwishoni mwa neno lolote lile unalotaka kutengeneza. Mathalan kama hivi. Kwa hiyo hizi herufi utazileta mwishoni mwa neno kama hivi. Kisha ukishaleta mwishoni mwa neno, nyuma yake utie fatha. Nyuma yake unatia fatha kama tulivyoona. Nyuma yake kabla ya alif kuna fatha, kuna haraka ya fatha. Hizi zinaitwa haraka. Hizi fatha, kasra, dhamma, hizi ni haraka. Sasa nyuma yake kuna fatha. Kwa hiyo na hapa nyuma yake kabla ya alif tia fatha. Kwa hiyo hii unaiondosha. Unatia hivi. Kwa inakuwaje? Hapa tutasoma qalamani. Qalamani kwa kuvuta. Sawa, hivi ndivyo namna ya kutengeneza muthanna. Unapotaka kutengeneza muthanna, neno lolote lile lilete kwanza hilo neno katika hali ya mufradi yake, katika hali ya umoja wake. Nataka kuzungumzia kitu fulani, kilete kwanza hicho kitu fulani, ukijue umoja wake. Kisha ukishataka kutengeneza muthanna, ongeza alif wa nun mwishoni, alafu nyuma yake tia fatha. Hii ndio kanuni. Sawa. Kwa hiyo hapa itaitwa qalamani. Kwa jinsi ya kiuandishi sasa uliokuwa sahihi, tunaandika qalaman.
qalamani, inakuwa hivi. Unaona hapo ilivyo, ndio kama hivi qalamani, na hapa inakuwa qalamani. Unaiunganisha sasa katika uandishi ulioko sahihi. Tumeona hii hapa, hizi ndizo zimeongezeka. Neno lenyewe linaitwa qalam, linaishia hapa, lina herufi 3, qalamu, qalamu. Hili ndilo neno lenyewe, hili ndio asili ya hili neno. Kwa mufrad yake kiambiwa niletee mufrad wa hili neno, niletee asili ya hili neno. Akikusudia mufrad, anakusudia utoe kilichozidi baada ya hili ibada yake. Kilichozidi ni alif wa nun, kwa hiyo utamwambia mufrad yake ni qalam. Kwa zikiwa mbili zinakuwa qalamani. Kwa hiyo hivi ndivyo kutengeneza muthanna. Sawa, unapotaka kutengeneza mfano unatengeneza namna hii. Hata wakiwa ni watu wawili, mfano Muhammad, kama mfano wetu ule ulotangulia, Muhammadun, asili ya jina iko hivi, Muhammadun. Kwa hiyo hapo, ili kutengeneza yawe ni mawili, yani ni watu majina yao yanafahamu, Muhammadan, utaongeza nini? Utaongeza alif wa nun mwishoni kama ilivyo kanuni. Ukishaongeza alif wa nun nyuma yake tunasema unatia fatha. Kwa itakuwa Muhammadani, na hii haiunganishi dali kwa mbele. Kwa hiyo itakuwa hivi. Itakuwa Muhammadani. Kwa hiyo majina yoyote utakayowekea hivyo, basi hapo ndipo utakuwa umetengeneza muthanna. Na hata katika hatani vile vile kanuni hii inaenda mpaka kwa hatani. Mfano Fatima, hatani. Mfano Fatima, hatani. Mfano Fatimatun, Fatimatun. Asili ya jina linaitwa Fatimatun. Tunataka tulitengenezee uwili. Majina kama haya katika sifa ya kike unaongeza vile vile tulivyosema kwamba unaongeza alif wa nun. Lakini kabla ya kuongeza hii utaifungua. Hii utaifungua. Utaongeza hii nyuma yake kama tulivyosema unatia fatha. Itakuwa Fatimatan. Sasa Fatimatan katika hali ya kiuandishi haiandikwi hivi. Yani ta utaifungua. Hii si imejifunga, ta ni marbuta kama tulivyosema katika lile somo lililopita. Hii inaitwa ta ni marbuta, lakini katika kiuandishi ili uunganishe sasa itakuwa Fatimatan. Fatimatani. Utaifungua hivi. Fatimatani. Umeona, utaifungua itakuwa ta istiftah, ta iliyofunguliwa. Kwa hiyo hapa imefungwa Fatimatan, ipo sawa, na hapa Fatimatani, hapa ndio ipo sawa kiuandishi. Sawa. Kwa hiyo wataitwa Fatimatani endapo wakikutana majina yote yanaendana. Ikiwa mathalan amekutana Isa na Muhammad, yani majina tofauti, hatuwezi tukasema Muhammad Isa, ni hapana. Hii ni kanuni tutaitumia kwa wale ambao wanaendana sifa. Sawa. Mfano rajulun ni watu, wanaume wote, tutasema rajula. Ni wanawake wote wawili, imra'atan, hivyo. Kwa hiyo tutasema hadhani qalaman, hadhani Muhammadan, na hatan tutasema hatani Fatimatani, hatani sayyaratan. Hizi ni gari mbili. Sawa. Kwa hiyo hivi ndivyo namna ya kutengeneza uwili. Inshallah tutaishia hapo. Mwenyezi Mungu akituwafikisha tutaendelea na somo lingine inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.